Katika dunia ya sasa kuna viongozi wengi mashuhuri, lakini kuna wachache sana ambao maisha yao yamezungukwa na siri, hofu na nguvu kubwa ya kisiasa. Mmoja wao ni kiongozi wa North Korea anayeitwa Kim Jong-un. Lakini swali ni hili: ilikuwaje mtoto ambaye dunia haikumjua kabisa akaja kuwa mmoja wa viongozi wanaoogopwa zaidi duniani? Kim Jong-un alizaliwa tarehe 8 Januari mwaka 1984 katika mji wa Pyongyang. Huu ni mji mkuu wa North Korea, lakini tofauti na watoto wengine wa viongozi duniani, maisha yake yalifichwa sana. Hakukuwa na picha nyingi zake, hakukuwa na taarifa nyingi kuhusu shule aliyosoma. Hata baadhi ya watu ndani ya serikali hawakumfahamu vizuri. Sababu ilikuwa moja: familia yake ilikuwa familia yenye nguvu kubwa sana kisiasa. Baba yake alikuwa kiongozi wa nchi hiyo aitwaye Kim Jong Il, na babu yake alikuwa mwanzilishi wa taifa hilo Kim Il Sung. Familia hii imeiongoza North Korea vizazi vitatu mfululizo. Akiwa mtoto, Kim Jong-un hakulelewa kama watoto wa kawaida. Alikuwa anaishi katika majumba makubwa ya kifahari yaliyozungukwa na walinzi wengi. Ndani ya majumba hayo kulikuwa na kila kitu: viwanja vya michezo, magari ya kifahari na walimu maalum waliomfundisha nyumbani. Lakini pamoja na maisha hayo mazuri, kulikuwa na nidhamu kali sana. Baba yake Kim Jong-il alitaka watoto wake wawe tayari kuendeleza utawala wa familia yao. Moja ya siri kubwa zaidi za maisha ya Kim Jong-un ilikuwa elimu yake ya nje ya nchi. Katika miaka ya 1990 alienda kusoma kwenye nchi ya Switzerland, lakini hakusoma kama mtoto wa rais. Badala yake alitumia jina bandia ili watu wasijue yeye ni nani. Aliishi kama mwanafunzi wa kawaida katika mji wa Ben. Walimu na wanafunzi wengi hawakujua kuwa kijana huyo kimya darasani alikuwa mtoto wa kiongozi wa North Korea. Kulingana na baadhi ya wanafunzi waliokuwa naye, Kim Jong-un alikuwa mpole sana, hapendi kuzungumza sana, lakini alikuwa na nia kubwa ya kushinda kwenye michezo. Alipenda sana mpira wa kikapu. Mchezaji aliyempenda zaidi alikuwa Michael Jordan. Mara nyingi alikuwa anaangalia mechi za ligi ya mpira wa kikapu ya Marekani. Hata leo bado anajulikana kuwa shabiki mkubwa wa basketball. Licha ya kusoma nje ya nchi, bado maisha yake yalikuwa na ulinzi mkali sana. Walimu wake waliambiwa wasimuulize sana kuhusu familia yake. Walinzi wake walikuwa wakimfuatilia kwa karibu kila mahali, na mara nyingi alikuwa akirudi kwa siri nyumbani kwao North Korea wakati wa likizo. Kwa kifupi, hata akiwa Ulaya, maisha yake yalibaki kuwa ya siri sana. Baada ya kumaliza masomo yake, Kim Jong-un alirudi nyumbani kwao mjini Pyongyang. Hapo ndipo baba yake Kim Jong-il alianza kumtayarisha kuwa kiongozi wa baadaye. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba kwa muda mrefu watu wengi hawakujua kama kweli yeye ndiye angechukua uongozi. Kulikuwa na ndugu zake wengine waliodhaniwa kuwa wanaweza kuwa viongozi. Tukio lililoibadilisha historia. Mwaka 2011 dunia ilipokea habari kubwa: kiongozi wa North Korea Kim Jong-il alifariki dunia. Ndani ya muda mfupi, serikali ilitangaza kuwa mrithi wa uongozi ni Kim Jong-un. Watu wengi duniani walishangaa kwa sababu wakati huo alikuwa na umri wa karibu miaka 27 tu. Baada ya kuingia madarakani, Kim Jong-un alianza kuonyesha nguvu kubwa ya uongozi. Alisimamia maendeleo ya makombora ya masafa marefu, majaribio ya silaha za nyuklia. Hatua hizi zilifanya dunia nzima kuanza kumtazama kwa makini sana. Lakini mwaka 2018, tukio ambalo halikuwahi kutokea lilitokea. Kim Jong-un alikutana na rais wa Marekani Donald Trump. Mkutano huo ulifanyika katika nchi ya Singapore. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa kiongozi wa North Korea kukutana moja kwa moja na rais wa Marekani. Kwa nini anaogopwa? Leo hii jina la Kim Jong-un linatajwa sana duniani. Sababu ni pamoja na nguvu ya jeshi la North Korea, silaha za nyuklia na mfumo mkali wa utawala wa nchi hiyo. Kwa baadhi ya watu, yeye ni kiongozi mwenye nguvu na uthubutu, lakini kwa wengine ni mtu anayezua hofu katika siasa za dunia.
Kutoka mtoto aliyefichwa kwa siri, aliyesoma kwa jina bandia katika shule ya kawaida, mpaka kuwa kiongozi anayezungumziwa duniani kote. Hiyo ndiyo safari ya maisha ya Kim Jong-un, na hadi leo maisha yake bado yanaendelea kuwa moja ya hadithi zenye siri nyingi katika siasa ya dunia. Na hadi leo maisha yake bado yanaendelea kuwa moja ya hadithi zenye siri nyingi kwenye siasa za dunia. Hii ni Palanjo TV, usiache kusubscribe.